afya ya mjini. Jamii nchini imetakiwa kufika katika duka la dawa za asili Royal Maroon Herbal kwa ajili ya kupata huduma na ushauri wa kitaalamu wa tiba mbadala wanaposumbuliwa na magonjwa mbalimbali. Kwa undani wa taarifa hiyo tujiunge naye Hafidhi Suleiman. Wito huo umetolewa na ndugu Yusuf Hamisi ambaye alikuwa mgeni rasmi katika ufunguzi wa duka hilo lililopo Shangani, wilaya ya Mjini Unguja. Amesema kuanzishwa kwa duka hilo ni ukombozi wa wakazi wa eneo hilo na Zanzibar kwa ujumla. Hivyo ni vyema wananchi wakichangamkia fursa hiyo ili kupata huduma na ushauri wa kitaalamu. Kwanza kabisa tuwashukuru Royal Maroon Herbs kwa kazi nzuri ambayo wameifanya ya uzinduzi wa product zao mpya. Kwa kweli ni jambo la faraja, na wananchi wa Zanzibar wamefarijika zaidi na wataendelea kufarijika. Kwanza kikubwa zaidi kuwepo kwa hili duka ambalo linauza bidhaa mbalimbali asilia pamoja na dawa za asili. Ukilinganisha maduka kadhaa yaliokuwepo hapa Zanzibar, duka hili liko la kitaalamu zaidi. Duka kama hili niliwahi kuliona Shanxi, China, wakati wanatumia zaidi traditional medicine kule China. Wanatumia zaidi madawa ya kienyeji ambayo wao wanasema wanayapa kipaumbele zaidi kuliko yale madawa ambayo yanaponyesha haraka. Sasa kuja kwa duka hili hapa Zanzibar linachukua mfano wa ule. Kwa hivyo wananchi wengi, Wazanzibari wengi watakimbilia katika maduka kama haya ili waweze kupata afya na tiba za uhakika zaidi. Products zilizozinduliwa leo, sauce na juice, ni vitu vizuri sana, ni vitu vya kienyeji zaidi, ambapo hata tulipokula tulipata ladha ya uhakika zaidi ya zile sauce ambazo wenzetu wanauza hapa dukani. Kwa hivyo tuwaunge mkono kwa juhudi zote na kwa bidii duka la Royal Maroon Herbs kwa juhudi kubwa ambazo wanazozifanya. Na mmiliki wa duka hilo amesema jamii nyingi za Kiafrika zimejenga kawaida kutupilia mbali tiba asili, hali inayopelekea kuchangia kwa kiasi kikubwa kupotea kwa maarifa muhimu ya kitabibu. Aidha, amesihi jamii kurudia katika tamaduni zao za zamani ili kuweza kupata tiba asili kwa gharama nafuu, kwani huduma hizo zilianza kutolewa tangu karne zilizopita. Juice here to Zanzibar specifically, a juice that is very dear to us in Jamaica, sorrel drink. Yes, it makes from the hibiscus plant, and also I put the Jamaican jerk sauce in it. That Jamaican jerk sauce is in our family for over 40-something years. We have a restaurant in Baltimore, Maryland for over 37 years, a leading restaurant where the sauce is behind this. You understand? So my grandmother, and where I come from, the eastern part of Jamaica, the Maroons are the person who knows about the spices, as Zanzibar knows about the spices. So it's an honor for me to be in Zanzibar launching this special sauce that comes from my heritage. You with me? So part of learning is to know. Part of healing this body is to know. You understand? Part of being successful in life and to become competitive in life is to know. Once you know, we can make a better decision. Let us emancipate ourselves from mental slavery, brothers and sisters. And some of these English words that we are borrowed and uttering, they are not in the right sync of our culture and our heritage, my brother. Na baadhi ya waalikwa waliohudhuria katika hafla hiyo wamempongeza mwekezaji huyo kwa kuanzisha mradi huo, kwani kuanzishwa kwa mradi huo kutasaidia kuimarisha afya za wananchi na kukuza sekta ya tiba mbadala hapa nchini. Duka ambalo linauza dawa pamoja na manake dawa kuwa chakula kwa mara ya mwanzo kwa Stone Town. Kwa hiyo kwangu mimi ilikuwa ni kitu kipya, na naamini kwamba watalii ambao watakao atembea hapa na pale itakuwa ni rahisi wao kujifunza pamoja na kuona kitu gani tunacho Zanzibar na Tanzania in general.
katumia tamaduni ya Tanzania hapa hapa na ya nje pia, na ya especially kubwa sana ni ya hapa hapa Zanzibar. Kwa hajaziba mianya mingine kwa sababu lipo kiutofauti na maduka mengine. Wito kwa wafanyabiashara wenzangu pia na wengine, tupambane sana. Nikiripoti Hafiz Suleiman, Sunet TV.